Afisa afya wa jiji la Tanga amezungumza kuhusiana na kutokuwepo kwa ugonjwa wa Mpox ambao tayari umeshathibitika kuingia katika mipaka ya nchi ya Tanzania. Akizungumza wakati wa kipindi cha Amka na TK amesema, kwa jina naitwa Lwitiko Malabeja, ni afisa afya wa jiji la Tanga, na niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa habari ya ugonjwa wa Mpox ambao kirefu chake unaitwa Monkeypox. Ugonjwa huu kimsingi ulijulikana ulimwenguni mwaka 1958 ambapo wataalamu walikuwa wakifanya utafiti katika kundi la nyani. Tanga hatujapata mgonjwa wa Mpox. Inawezekana kuwa kuna tetesi, kuna mmoja akaja akaconfirmed ni Matete Kuanga. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Tanga hatujapata bado mgonjwa wa Mpox na hatuna mgonjwa yeyote. Kwa upande wetu Tanga jiji tulianza mchakato mapema sana kwa ajili ya kujikinga na magonjwa haya ya milipuko. Na mchakato huu ulikuwa namba moja, tulisema kwamba inabidi lazima tuongeze timu ya ufuatiliaji, timu ya usimamizi, timu ambayo itapita kutoa elimu. Kwa hiyo tukasema njia nzuri ni kuzihuisha kamati za afya na mazingira katika kila kata na katika kila mitaa. Kwa kila mtaa sasa hivi unaona kamati, kila mtaa unaona kamati watatu wa afya na mazingira. Kila mtaa sasa hivi una wahudumu wa afya ngazi ya jamii, na katika ngazi ya kata pia tuna hizi kamati za afya na mazingira. Kazi yao ni kupita nyumba kwa nyumba kuhakikisha wanatoa elimu ya Mpox na magonjwa yote ya milipuko ambao, na kuhakikisha pia wanachukua taarifa muhimu za hao ambao wanaenda kuwapitia katika majumba yao. Kwa tayari tumeinvest kuongeza jeshi ambao litapita katika nyumba kwa nyumba na katika mitaa. Tanga tumejipanga na tayari tumetenga center kwa ajili ya kama atatokea mgonjwa, basi kuna eneo maalum tumelitenga kwa ajili ya kuwapokea watu na kuwatibu, kuhakikisha tunawatoa kwenye jamii, tunawatibu, baadaye tunawarudisha tena kwenye jamii. Sambamba na hilo amezungumzia pia kuhusiana na dalili zake, lakini na namna ya kujikinga na ugonjwa huo. Kama anavyoeleza, tuanze kujua Mpox dalili zake ni zipi na namna gani ugonjwa huu unaweza kutoka mtu mmoja ukampata mtu mwingine. Kwanza, unapoanza kujisikia una homa kali sana, lakini pia una maumivu makali mno ya kichwa, lakini pia ukijisikia kwamba unahisi uchovu wa mwili umechoka bila sababu, lakini pia kitu kingine ambacho ni kikubwa ambacho ni features ya nje kabisa ni pale ambapo unaona umetoka vipele na vinaanza kuwa vipele vya kawaida, lakini baadaye yanafutuka kuwa kama malengelenge. Basi ukiona una dalili hizi, au saa nyingine unaweza ukapata uvimbe au ukapata tezi, ukiona dalili hizi, basi haraka iwezekanavyo inaweza kuwa ni Mpox, na kikubwa zaidi unatakiwa uwahi katika kituo cha kutolea huduma ya afya kabla hujaambukiza jamii. Sasa kwa njia gani ambazo wewe unaweza kuambukiza jamii? Kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza ni ukaribu. Unapokuwa unazungumza wewe na mwenzio au mtu na mtu, mnapokuwa mmekaa kwa karibu kiasi kwamba mate yale ambayo yanatoka mdomoni kwangu kwenda yanaweza kuingia katika mwili wako, katika maeneo ya mwili wako, umeona, ile inakuwa ni njia ambayo ugonjwa huu unaweza ukaambukizwa kutoka eneo moja au eneo nyingine, kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kitu kingine, kugusana. Yale majimaji yanayotoka kwenye mwili wa mgonjwa yanapoingia kwenye mwili wako, basi wewe unaweza pata ugonjwa wa Mpox moja kwa moja. Lakini kitu kingine, unaposema unakaa kwa mnyama, basi hata kwa mnyama unaweza kuambukiza wewe mwanadamu kwa njia ya kula nyama ambayo ni mbichi kutoka kwa mnyama ambaye ameathirika, lakini kutoka pia kwa kugusa na kushikana na wanyama walioathirika na wewe mwanadamu, kugusana. Lakini pia kwa njia ya mazingira, tunasema
unapogusa eza ni meza au unapogusa ukuta ambao mtu alipiga chafya kakolea, pale kwenye meza pana majimaji, kwenye ukuta pana majimaji ya kutoka katika mwili wa mtu ambaye ameambukizwa kuja katika mwili ambao wa mtu ambaye hajaambukizwa, basi ile mtu anapata kabisa virus wa mpox, ili usiambukize wengine. Kwa hiyo cha kwanza acha kabisa kugusana, kusalimiana, kushikana mikono au kukumbatiana au kubusiana kati ya mtu na mtu au kati ya mtu na mnyama. Wache kabisa, jaribu kujitenga, uwe na distance. Kama kuna kusalimiana, basi mnasalimiana kwa mbalimbali, sio lazima mshikane mikono. Lakini namba 2, kama umejikuta umesalimiana na mtu umemshika mkono, basi hakikisha maji ya kunawa na sabuni kwako inakuwa ni kipaumbele. Unanawa maji na sabuni mara kwa mara. Hakikisha kila mara unanawa maji na sabuni. Lakini pia kuna mazingira ambayo hutaweza kupata maji na sabuni, basi hakikisha unanunua ile sanitizer, inaweza kuwa ni 2000, 1500, basi unajipaka kwenye mikono yako, unajisanitize mara kwa mara. Lakini katika maeneo ambayo sio lazima sana kuyagusa, basi epuka kugusa, hasa maeneo ya umma. Mtu anapanda ngazi, anashika zile kuta, kila mtu akishika pale, basi unajiepusha kushika vitu kama hivyo au maeneo kama hayo ambayo yanaweza kuwa yameguswa na watu wengi kwa wakati mmoja. Kitu kingine ambacho tunatoa rai na tunasisitiza ni kuhakikisha kwamba huli nyama mbichi, maana huwezi jua kilichomuua huyo mnyama na huwezi jua huyo mnyama alikuwa na nini. Kwa huli nyama mbichi. Nyama mbichi sio lazima tuwe na nyama iliyojaa damu. Nyama ile ambayo imepikwa lakini imepikwa kidogo tu, haijaiva. Unaepuka kabisa kula nyama za design kama hiyo. Kwa wananchi lakini na wafanyabiashara wa jiji la Tanga, namna gani wanachukua hatua za kujikinga na ugonjwa huo na tahadhari zipi waweze kuzitumia, na hivi ndivyo wanavyoeleza. Naitwa Khalfani Faraji Rashidi Sabuni. Tupo Tanga, barabara ya 11 Kamiani sokoni. Huu ugonjwa tumesikia katika taarifa za habari. Wahusika wa kitengo kama hiki, watu wa madaktari, waendelee kutupa miongozo kwamba tufanyeje, kama ulivyokuwa ugonjwa wa corona tulivyoambiwa unayo mikono ufanye hivi. Kwa hiyo tupewe elimu zaidi, kwa sababu wengi wao ni watu ambao hatujapata elimu zaidi ya kujua vitu kama hivi. Kwa hiyo wanapofanya uchunguzi na kujua, basi watupe elimu, kwa sababu wao wamesomea mambo hayo. Naitwa Rashidi Abdalla, mfanya biashara wa nyama. Mchakato wa nyama ni nyama mpaka ipige muhuri ndio ifike buchani, hiyo inahalalishwa kula. Nyama ambayo haina muhuri huwezi ukaila. Maana nyama ambayo imefika buchani hiyo ina muhuri, hiyo ni halali kabisa kula, haina matatizo yoyote. Kuhusu maradhi, na maana kule kuna madaktari, na maana wanakagua kila kitu, na maana ikija hapa isharuhusiwa kula, haina shida kabisa. Mimi naitwa Hidaya Ahmed Majidi, nakaa Ngamiani Kaskazini, mtaa barabara 7. Na serikali hapo ni elimu itolewe katika majumbani, katika maofisi, kwenye serikali za mtaa, na serikali za mtaa wahamasishe na wajumbe wake waende kila kata wahamasishe. Hilo itakuwa jambo la muhimu sana, kila mmoja atakuwa hajui akapata elimu hiyo. Kutoka hapa jijini Tanga, mimi ni Khalid Msongolo wa TK Digital.